Mfalme wa Urusi Peter wa kwanza alikuwa mfalme mwenye ujinga sana, mpumbavu na mjinga. Matendo yote ya Peter wa kwanza ni ya kipumbavu hadi katika upumbavu. Waandishi wa historia ya Urusi walimfanya Petro kuwa shujaa wa mageuzi. Waandishi wa mauzo walikuwa na jukumu la kufikiria toleo tofauti la zamani. Wameandika mambo mengi yasiyo na maana. Kwa mfano, marekebisho ya kalenda. Inasemekana kwamba hapo awali Urusi iliishi kwa kalenda ya uumbaji wa ulimwengu. Peter wa kwanza alifuta kalenda hii. Mwaka Sapiba 400 Hamane, tangu uumbaji wa ulimwengu, uligeuka kuwa mwaka 1700 tangu kuzaliwa kwa Kristo. Wahistoria wa Kirusi na wa Kisovieti wanasema kwamba hii ilikuwa hatua kubwa ya kisasa kwa Urusi iliyo nyuma. Kwa njia hii, Peter alidai kwamba alisawazisha kalenda na nchi zinazoongoza za Ulaya na kuunda nafasi moja ya kalenda, ambayo ni rahisi kufanya biashara, uzalishaji, diplomasia, elimu. Inasemekana kwamba Peter wa kwanza aliweka Urusi katika kiwango sawa na wazungu walioendelea sana. Inavyoonekana ni nzuri sana. Hata hivyo, kuandika ujinga kama huo wangeweza tu watu wasiojua au wadanganyifu, yaani wanahistoria. Tutaangalia ukweli rasmi. Awali Ulaya iliishi kwa kalenda ya Julian, lakini iligundulika kwamba kalenda ya Julian haikuwa sahihi sana. Muda wa mwaka katika kalenda ya Julian ni mrefu kwa dakika 11 kuliko ilivyo halisi. Ingawa makosa ni madogo sana, baada ya miaka 198 kalenda ya Juliasi inachelewa kwa siku moja. Kwa hivyo katika karne ya 16 kalenda sahihi zaidi ilikubaliwa. Ilipatiwa jina la kalenda ya Gregori kwa heshima ya Papa wa Roma Gregori. Wakati huo ramani ya kisiasa ya Ulaya ilikuwa tofauti, lakini nitaita maeneo ya kisasa ili uweze kuelewa. Kwa maagizo ya kiongozi wa kanisa la Kirumi, mataifa ya Kikatoliki ya Ulaya yamehamia kwenye kalenda mpya ya Gregorian. Hizi ni Ufaransa, Italia, Uhispania, Ureno, Poland, sehemu ya Ujerumani na Uholanzi. Wakatoliki walifanya mpito kwenye toleo jipya la kalenda muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwa mfalme wa baadaye wa Urusi. Mnamo mwaka wa 1700, nchi za Kikristo za Ulaya pia zilikataa kalenda ya Julian na kukubali kalenda ya Gregorian. Hasa Ujerumani, Denmark, Norway, Uswidi, Uholanzi, Uswizi. Ninataja maeneo kwa jiografia ya kisasa. Lakini nchini Urusi, mpumbavu Peter wa kwanza anaanzisha kalenda ya Julian ambayo imepitwa na wakati, ambayo nchi zote zilizoendelea za Ulaya zimekataa. Nchi hizi zilikuwa mfano kwa Peter wa kwanza. Aliangalia kwao, alichukua mfano kutoka kwao ili kufanyia marekebisho Urusi iliyokuwa nyuma. Hivyo ndivyo wanahistoria wanavyosema. Lakini marekebisho ya kalenda ya Peter hayakuunda nafasi moja ya kalenda na wazungu. Hayakuimarisha uhusiano, kwa sababu tarehe zilikuwa tofauti. Ulaya iliishi kwa kalenda ya Gregori, Urusi kwa kalenda ya Julius. Tofauti kati ya kalenda mwanzoni mwa karne ya 18 ilikuwa siku 11. Kubadilisha kalenda ni shughuli ngumu sana. Inahitaji kurekebisha kiasi kikubwa cha nyaraka. Ni lazima kuwazoesha raia wote kwa utaratibu mpya. Ni ngumu, ni ghali, ni nzito, inavunja kazi za mifumo ya kijamii kwa muda mrefu. Ikiwa tunafanya marekebisho ya kalenda, ni lazima tutumie kalenda bora, sahihi zaidi na mpya zaidi, kalenda ya Gregori. Mabadiliko makubwa ya kijamii kama vile marekebisho ya kalenda yanahitaji muda mrefu kuandaliwa. Kwanza, wanajadili kwa muda mrefu kama mabadiliko haya yanastahili usumbufu na gharama zitakazotokea wakati na baada ya marekebisho. Kila wakati kuna wafuasi, kila wakati kuna wapinzani. Kisha, kuhusu marekebisho ya baadaye, inaarifiwa kwa umma wote mapema ili waweze kujiandaa. Peter wa kwanza hakuweza kutojua kwamba nusu ya Ulaya inaishi kwa kalenda mpya ya Gregori na nusu nyingine inajiandaa kuhamia kwake. Lakini mrekebishaji mkubwa wa Kirusi alichagua kalenda ya Julian ambayo imepitwa na wakati. Urusi iliweza tu kulinganisha kalenda zake na Ugiriki, Bulgaria, Romania na Serbia. Hawakuamua kuhamia kwenye kalenda ya Gregori. Historia haionyeshi mataifa haya kama nchi zinazoongoza barani Ulaya wakati huo. Zaidi ya hayo, maeneo haya yalikuwa sehemu za dola la Ottoman. Mnamo mwaka wa 1700, Uingereza haikuanzisha kalenda ya Julian,
lakini ilifanya hivyo katikati ya karne ya 18. Urusi ilihamia kwenye kalenda ya Gregori katika mwanzo wa karne ya 20 baada ya mapinduzi makali sana. Tukio la kihistoria la kubadilisha kalenda nchini Urusi halihusiani kwa njia yoyote na maelezo ya wanahistoria. Hivi ndivyo inavyotokea mara nyingi, kwa sababu historia imeundwa na wadanganyifu. Au Peter wa kwanza pamoja na uongozi wa dola la Urusi na wasomi kutoka katika akademia na vyuo vikuu walikuwa wapumbavu sana. Unaweza kufikiria mawaziri wote, wasimamizi wote, wanazuoni wote ni wapumbavu chini ya uongozi wa mfalme aliye na wazimu. Hawakuelewa walichokuwa wakifanya na walichukua kalenda ya zamani. Hivyo ndivyo inavyoonekana kutoka kwa historia rasmi. Lakini ikiwa viongozi wa Urusi hawakuwa wapumbavu kama wanavyoweka wanahistoria, basi katika zamani kulikuwa na hali tofauti kabisa. Mwingine, mgawanyiko wa serikali na kisiasa. Hapa kuna mambo ya kuficha. Wanahistoria daima wanaufumua wanasiasa na kuandika upya historia kwa agizo la mamlaka inayotawala. Ni mada ya kuvutia sana. Hebu tuendelee.